Ni kwa mara nyingine tena Jumatatu muhimu sana kwetu sisi, mimi na wewe ambaye unanifuatilia kupitia ZBC. Karibu sana katika kipindi cha Kamisheni ya Ardhi, ikiwa ni mwendelezo wa vipindi vyetu. Leo tutazungumza kuhusu wiki ya ardhi na makazi, na studio hapa tunaye mgeni tuliyemwalika na ameshafika hapa, si mwingine bali ni Mheshimiwa Salha Mohamed Mwinjuma. Huyu ni naibu waziri Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi. Sasa yeye atatueleza kinaga ubaga kuhusiana na wiki hii ya ardhi ina maana gani, lakini mambo gani yanatarajiwa kufanyika huko, chanzo chake ni kipi. Kwa haya na mengine mengi, ungana nasi. Mimi ni Ali Kinasa. Karibu mtazamaji na karibu sana Mheshimiwa Salha. Asante. Habari za majukumu? Nashukuru, alhamdulillah yanasonga. Katika majukumu yako huwa mnatulia hivi ofisini? Maana naona kila siku Wizara ya Ardhi, kila siku masuala ya ardhi na makazi. Kabisa. Huwa mnapata kidogo kutulia hivi ofisini? Ndugu mtangazaji, tumejipanga. Of course kuna kazi za kufanya ofisini, lakini kuna kazi za kutoka site, lakini pia tunatamani na kile tunachokifanya ofisini watu wetu wakione. Kwa ndio na maana unaona hizi heka zimeongezeka ili tukitangaze kile ambacho tunakifanya Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi. Kwa mfano mimi na wewe hapa kuwepo studio hivi sasa, ndio sehemu ya kusema umekaa au ndio sehemu ya kutekeleza majukumu nje ya ofisi? Ni sehemu ya kutekeleza majukumu nje ya ofisi yetu. Sawa sawa, na bila shaka tumekuja hapa kwa ajili ya mustakabali mzima wa kueleza wiki hii ya ardhi. Kwanza tunapozungumzia wiki ya ardhi ni nini hasa? Wiki ya ardhi kwanza, kama tunavyojua, Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi imekusanya vitu vingi. Kama nilivyoanza kusema hapo mwanzoni, tumekuwa tukifanya kazi zetu sana ndani. Kwa hiyo hata tukifanya, maana yake ule uonekanaji wake ama kujua ile kitu ambacho umekifanya inakuwa kidogo, lakini tumeona sasa ipo haja ya kuweza kutafuta namna ya kuweza kufikisha message kwa wananchi. Kwa hiyo tumeamua wizara yetu kwa makusudi, tumekaa kupitia sekta zetu zote mbili, kwenye maeneo ya makazi lakini kwenye maeneo ya ardhi pia. Tumeona tuandae wiki maalumu ama siku maalumu zitakazoweza kuonyesha kitu gani tunafanya kwenye wizara yetu. Na matarajio yetu wiki hii inaanza lini na inaanzaje? Na tunategemea kuanza tarehe 19 ambapo tutaanza mwezi huu wa Juni tarehe 19. Tutajumuisha watu mbalimbali, waheshimiwa mawaziri na shughuli mbalimbali tutazifanya. Tutaanza na usafi wa mazingira kwenye maeneo yetu mbalimbali Unguja na Pemba, kwa sababu tutafanya Unguja lakini tutafanya na Pemba pia. Lakini kubwa zaidi ni kwenda kuhamasisha na kuwataka wananchi wote wapate elimu juu ya masuala mazima yanayohusiana na ardhi na maeneo ya makazi. Mheshimiwa Salha, hili wazo limetokana na nini hasa, na nani aliyekuja kupiga jeki mpaka wazo hili tukasema tarehe 19 mwezi wa 6 ndio wiki ya ardhi na makazi kwa ujumla? Kusema ukweli ni Mheshimiwa waziri wetu na timu nzima yetu ya Wizara ya Ardhi. Tumekaa kwa pamoja, tumeona tutafute namna ya kuweza kuleta ile impact kwa watu wajue kwamba kuna kitu gani, na tukafikiria vitu vingi. Lakini mwisho wa siku tukaona tuandae siku maalumu ama wiki maalumu ambayo tutaenda kuizindua tarehe 19, na bahati mzuri tunategemea atakuwa makamu wa pili wa rais ataenda kutuzindulia pale New Aman, lakini nakuja kufunga pia nayo tunategemea Mheshimiwa Rais wetu wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kuja kutufungia wiki yetu hii. Na bahati nzuri itakusanya siku 6 kuanzia tarehe 19, tunategemea kilele chake kitakuwa tarehe 24. Kwa ndani ya siku zote hizo tutakuwa tunaonyesha namna vitu mbalimbali ambavyo tumefanya, lakini na kazi zetu, wizara inafanya kitu gani kwenye maeneo ya makazi, lakini inafanya kitu gani kwenye maeneo ya ardhi. Na Unguja na Pemba, pande zote mbili tumejumuisha mikoa yote. Basi wiki hiyo nadhani itakuwa ni sehemu ya kutoa elimu kubwa sana kwa wananchi wetu. Na tukitazama haipiti siku, na basi ikipita siku ya pili lazima tutashuhudia kuna tukio ambalo pengine limeandaliwa na Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi, ikiwa si kwenye sekta ya ardhi basi kwenye sekta ya makazi. Kuona kwenye kwa mfano masuala ya
mazoezi mengi ambayo yanaendeshwa, kwa mfano masuala ya uhaulishaji, kuna mazoezi ya utambuzi, lakini kuna mazoezi ya ujengaji wa nyumba mbalimbali. Tunaona kuna miradi ya chumbuni na miradi mingineo, ukarabati wa majengo. Mheshimiwa Salla, haya yote yanaleta taswira gani kwa wananchi wa Zanzibar? Taswira kubwa ni utekelezaji. Na utekelezaji huu ni kuonyesha dhamira ama nia thabiti ya rais wetu mpendwa Daktari Hussein Ali Mwinyi, kwa sababu nadhani walokuwepo walotutangulia walikuwa wakifanya, lakini huyu amefanya zaidi. Kwa hiyo na namna ambavyo wanavyofanya, na sisi wasaidizi wake tunapata nguvu ya kuweza kuyatangaza, kila mmoja aone, kila mmoja ajue. Sasa hivi tumeona dunia sana ipo kwenye teknolojia. Kwa na sisi kama wasaidizi wake, basi yale mazuri ambayo ametenga kuyafanya kupitia sisi, na sisi tunaamua kuyatangaza kupitia hiyo mitandao ya kijamii na mambo ya kidijitali sasa hivi. Kwa hiyo lazima tuonyeshe, na mambo mengi na mazuri amefanya rais wetu kupitia sekta ya ardhi. Na kwenye hili kama wasaidizi wake sisi tunampongeza na tunamshukuru sana. Tumeona kwenye ardhi mabadiliko makubwa sasa hivi hapo. Kamisheni ya ardhi imekuwa imebadilika. Ukiangalia hata vitendea kazi, wafanyakazi, vifaa, sasa hivi malalamiko hayapo. Kwa hiyo kinachofanyika ni kazi. Wewe mwenyewe shahidi kwenye sekta ya makazi, umeona kuna manyumba kila pahali tunaenda kuzindua, lakini kuna miradi mipya ambayo tunaenda kuifanya, tunaenda kuintroduce kwa wananchi. Kwa hiyo haya yote ambayo anafanya Mheshimiwa Rais, sisi wasaidizi wake lazima tuweze kumsaidia kuyatangaza, ili wananchi waone na wahamasike, waone kwamba yule mtu ambaye amempa imani, basi leo hii anafanya mengi mazuri ya kuwapendeza wao. Ni sawa sawa. Tutazame eneo moja kati ya haya maeneo mawili. Kwanza tuanze kwenye sekta ya ardhi. Utendaji na hali inavyokwenda hivi sasa, unaweza kusema inaridhisha kiasi gani? Sababu kuna mambo mengi ambayo yalikuwa yakisikika kuhusu migogoro baina ya wananchi, hususan migogoro ya kimipaka kwenye sekta ya ardhi. Haya yote sasa hivi tunavyoona utendaji wetu na mambo ambayo tunayafanya, yanaridhisha kiasi gani? Kwa tathmini ya haraka kwenye eneo la ardhi tumefanikiwa pakubwa, kwa sababu hata ukifuatilia kwenye speech, kwenye maelezo ya Mheshimiwa mwenyewe Rais, basi anaonyesha kwamba imani yake kidogo imeanza kurudi kwenye maeneo ya ardhi. Na hasa ukiangalia jitihada nyingi amechukua mheshimiwa, lakini kwenda kuiform upya ile kamisheni ya ardhi nayo pia imetusaidia sana. Lakini pia wale waloteuliwa au ama kamisheni yenyewe tumejaribu kutengeneza mifumo tofauti. Kwa mfano mabadiliko ama marekebisho ya kanuni. Hivi karibuni tumeenda kuzindua kanuni yetu ya uhaulishaji wa ardhi. Ndio. Tumeona kwamba kulikuwa kuna baadhi ya vikwazo kwenye suala zima la uhaulishaji, lakini kupitia kanuni hii mpya tumeweza kuondosha baadhi ya vikwazo vingi, ikiwemo ushirikishwaji wa masheha, na bahati nzuri kwenye hata hii wiki yetu tutaendelea kutoa elimu, kwa sababu hivi tunavyozungumza shehia karibu zote tayari tumeshapita, tumeshakutana na wakuu wa wilaya pamoja na masheha wao kuwapa elimu juu ya hii kanuni yetu mpya ambayo tumeenda kuizindua. Kwa hiyo kupitia hilo peke yake pale sisi tumepata faraja. Kama wasaidizi wa Mheshimiwa Rais, basi tumepata faraja kubwa. Tumeona kwamba wananchi tumewapunguzia mzigo mzito, na miongoni mwa malalamiko ambayo wananchi wetu walikuwa wakilalamika ni urasimu ambao ulikuwepo kwenye mambo ya kutafuta hati na vitu vingine. Ndio. Lakini sasa hivi kupitia hiyo kanuni mpya ambayo tumeenda introduce hivi juzi, basi mtu hata unaweza ukakaa nyumbani, pia unaweza ukaingia tu kwenye system ukaomba ukafanya kitu kingine bila hata kuja kamisheni. Kwa hiyo hata kuna siku pia nazo zimepunguzwa namna ya kuweza kwenda kupata hati. Mtu mpoje miezi mitatu tu sasa hivi unaweza kupata hati yako. Kama taratibu zote zitakuwa zimekamilika. Kama ziko sawa, ndani ya miezi mitatu mwananchi unapatiwa hati yako. Kwa hiyo peke yake kwetu sisi imekuwa ni faraja na kuona wananchi wetu tunawasaidia vipi. Na kamisheni imeweza kusimama kwa miguu yake miwili. Sawa sawa. Katika kauli yako awali, wakati unatoa jawabu juu ya swali hili, ulizungumza kwamba sasa hivi imani ya Mheshimiwa Rais imerudi. Kwani mwanzo ilikuwa imepotea?
Na pengine kwenye maeneo gani tunaweza kusema imani ilipotea? Kiukweli Mheshimiwa Rais, hata kama utafuatilia spichi zake karibu zote kwenye wizara yetu, Wizara ya Ardhi, alikuwa anachukizwa sana na kuwepo kwa tatizo la migogoro ya ardhi. Na kwenye maeneo mengi alikuwa anatuambia kwamba nendeni mkawasaidia wananchi kupunguza na kuondoa kabisa migogoro ya ardhi. Na bahati nzuri kwa kiasi kikubwa pale wizarani tumeunda kamati maalum ambayo inasaidia wananchi kuondosha hizi kero ndogo ndogo. Na bahati nzuri mwenyekiti wake ni mimi. Kwa hiyo tunaona namna ya kuweza kumsaidia mheshimiwa ili hizi kero nazo ziweze kupungua. Lakini pia kupitia mahakama ya ardhi, tuna mahakama maalum ambayo imeundwa kwa ajili ya kusikiliza hizi kesi peke yake za ardhi. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine namba kubwa ya migogoro mipya imepungua. Iliyokuwepo ni ile ya zamani, lakini hiyo ya zamani nayo pia inaenda kuishia. Kwa hiyo na lengo la kuweka hii wiki manake ni kwenda kupunguza hizi viashiria ambavyo vinaweza kusaidia kupelekea kwenye migogoro. Na ndio maana kwenye programu zetu pia tumeweka kwamba kuna matukio, mfano kwenye masuala ya uhaulishaji, lazima tukatoe elimu kwa wananchi wetu direct ili waweze kuona uhaulishaji unafanyika vipi. Lakini kwenye issues za migogoro, manake namna ya kuweza kuwasaidia kupata ile elimu mtu aondokane na migogoro. Hii itakuwa ni fursa nzuri sana kama wananchi wetu wataitumia vizuri. Na baadaye niseme tu nitatoa wito ili tuone wananchi wetu wanaitikia vipi jambo hili. Kwenye sekta ya makazi, kuna baadhi ya kauli za wananchi ambao bado wana imani potofu juu ya miradi ambayo wanaishuhudia na miradi ijayo, ya kwamba nyumba hizo zinazojengwa zina wenyewe hizo. Hebu leo tuwatoe hofu hapa. Mimi niseme hizi nyumba zinazoenda kujengwa ni kwa wananchi wote. Na turudi kwenye historia kidogo. Lengo la kujengwa hizi nyumba ama nyumba za maendeleo sasa hivi tumeboresha kidogo, tunasema na nyumba za biashara na makazi. Ni kuboresha, lakini lengo ni maendeleo. Kubwa ni ni kuweka mazingira mazuri kwenye maeneo yetu. Hata ukiangalia sasa hivi haya majengo ambayo yalikuwepo na Mheshimiwa Rais kidogo yanamkwaza manake haupendezeshi mji. Na ndio maana kwa sasa hivi mheshimiwa ameelekeza nguvu kubwa sana kwenye sekta ya makazi, kuona mji wetu unakuwa salama, unakuwa mzuri, unavutia. Na ndio maana ukaona fedha nyingi ambazo amezielekeza huku. Sasa hivi shirika la nyumba limekuwa likiwa active kila siku. Kesho leo utaona wanaanza mradi huu, kesho wanaika mradi mwingine, ili mradi tu tuende sambamba na sera ya makazi. Lakini vipi inaenda kuwanufaisha wananchi? Miradi yetu imejikita kwenye maeneo tofauti tofauti. Kwa mfano kuna nyumba za biashara. Nyumba za maendeleo na biashara. Nyumba za maendeleo na biashara, kuna nyumba ambazo zimepangiwa maalumu kwa ajili ya kufanywa biashara pekee. Kwa mfano zinauzwa na zinafanywa maeneo mengine ya biashara, mfano maduka na vitu vingine. Lakini kwenye miradi ambayo tumeenda kuintroduce hivi karibuni, mfano maeneo ya Kisakasaka, lakini kuna maeneo ya Chumboni pale. Nyumba almost ya 40% nyumba ambazo tunaenda kujenga kwenye miradi hiyo zitakwenda kukodishwa kwa wananchi wenyewe. Kwa hiyo utakuta kwamba tunafanya biashara, lakini pia tunaenda kugusa maendeleo ya makazi moja kwa moja. Lakini kuna kitu kimoja ambacho tunatamani wananchi wajue, kwamba kumejengeka idea mbovu huko mitaani kwamba nyumba hizi zinajengwa ama zinauzwa kwa gharama kubwa. Kwa hiyo watakaopata au watakaonufaika ni wachache. Si tuseme tu kwamba nyumba zile ambazo tumezijenga zitawanufaisha watu wa aina zote. Mwenye kipato cha juu ataweza kununua, mwenye kipato cha kati, lakini hata na mjasiriamali ambaye anaweza kufanya biashara zake ndogo ndogo, anajichanga kupitia mfumo wa mortgage. Tuna mazungumzo na tumeshafanya mazungumzo tayari na banks ambazo tutaweza kuwakopesha wananchi wetu kidogo kidogo ili waweza kumiliki nyumba hizo. Kwa hiyo sio watu wa aina moja tu. Watu wote wa Zanzibar, mtu anayetaka kununua atanunua, na mtu ambaye anahisi mimi uwezo wangu ni kukodi, basi utaratibu utaendelea kama kawaida. Sawa. Kuna siku tutaweka mada maalum tuje kuzungumzia hilo zaidi. Lakini kwa kutazama nafasi yako kama naibu waziri wa wizara hii
ya ardhi na maendeleo ya makazi. Mambo yanakwenda na kubadilika kabisa. Leo upo katika wizara hii, kesho inawezekana ukaenda katika wizara nyingine pia. Unatamani mpaka unaondoka katika nafasi hiyo kuelekea kwenye nafasi nyingine, mambo gani ya msingi ambayo yapo ndani ya moyo wako unatamani kila mwananchi, bila kuzingatia hali yake ya kipato, uchumi wake, lakini atakumbuka kupitia sekta hii ya ardhi na makazi? Ndani ya moyo wangu niseme kwamba kuna baadhi ya vitu nilivyokuwa nikivitamania vimeshaanza kutimia. Kwa mfano watu wetu walikuwa wanalalamika sana. Mimi wakati nipo pale mwakilishi, michango mingi sana ilikuwa ikielekezwa Wizara ya Ardhi. Udhoroteshaji wanaita udhoroteshaji, kudhorota. Yani mtu kule akisema anaenda kutafuta hati, yani mlolongo umekuwa mkubwa. Kwa hiyo kutokana na hali ile watu wengi kawa inawasumbua. Kwa hiyo kupitia ile nilosema kanuni yetu ya uhaulishaji, lakini kuna na kanuni nyingine ya tozo pia ilikuwepo, kwamba mambo yamekuwa mengi, kutoleshwa kodi zimekuwa nyingi. Kupitia busara ya Mheshimiwa Rais wetu wa Zanzibar tumepunguza kodi, tumepunguza yani huo rasimu. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu nilivyokuwa navitamania of course vimeanza kujichomoza. Lakini kwenye maeneo ya makazi pia, wakati bado sijaja huko, nilikuwa nasema, unajua ukiwa huko nje unaona kama kila kitu kipo hizi. Nasema haya majumba tangu Mheshimiwa Karume hakuna majumba mengine hivi na hivi. Lakini sasa hivi yani nafurahia kuona kwamba na sisi tumeondoka, lakini kuna kitu ambacho tunaweza tukasema kenda kwa Mchina. Yes. Tunaweza tukasema nilikuwepo na mimi. Nilikuwepo, yani nilikuwa nafurahia, yani na imetokezea. Kwa hiyo tunaamini kabla hatujamaliza ndo naona mijengo huko Chumbuni, unaona mijengo Kisakasaka. Naamini tutakuwa tumbo kwenye historia, na Mheshimiwa Rais amewekeza fedha nyingi na maarifa makubwa sana kwenye majengo haya. Kwa tafsiri hiyo kwamba ile kiu ya kutaka kuacha alama kupitia sekta ya ardhi na makazi tayari imeshatatulika, au bado kuna baadhi ya vitu unavyo natamani uvifanye na hatujavifanya bado? Bado tunaendelea kushauriana. Kuna baadhi ya vitu ambavyo tunahisi tukivifanya mambo yatazidi kuwa mazuri. Kwa mfano sasa hivi kupitia shirika letu la nyumba tunajaribu kushauriana, tukishamaliza kufanya hii miradi ambayo itakwenda kuishape nchi yetu, yani Unguja na Pemba, miji yetu, tuone namna ya kwenda kutengeneza nyumba nyingine ambazo zitakwenda kuwa za bei nafuu zaidi. Na tayari Mheshimiwa Rais pamoja na Mheshimiwa Waziri na sisi timu nzima tumeshaanza kubuni hivyo vitu, kuona namna gani ya kwenda kufanya hiyo miradi. Kwa hiyo bado kuna vitu tunaweza endelea kushauriana ili mambo yakae vizuri. Kama ni kwa mara ya kwanza kuanzisha tukio hili au wiki hii ya ardhi na makazi, mara nyingi mambo yanapoanzishwa katika hatua ya awali inawezekana ikawa tuna matarajio makubwa, lakini mwitiko wake usiwe mkubwa. Pengine kuna sababu kadhaa zinazofanya hali hii kujitokeza, lakini mara nyingi huonekana hivyo. Sisi tumejipanga na nini ili kuhakikisha kwamba kile tulichokuwa tunakifikiria kuhusu wiki ya ardhi na makazi kitakwenda kufanyika kwa asilimia zaidi ya 100? Sisi kama tulivyosema awali, lengo ni kupeleka message kwa jamii. Na vipi tutapeleka elimu ya ardhi? Maanake mtu huwezi kwenda kumgongea mmoja mmoja ukamwambia fanya hivi fanya hivi. Ingawa tuna mikutano mbalimbali tunaifanya, mimi, Mheshimiwa Waziri, watu wa kamisheni, watu wa shirika la nyumba. Na hivi tunavyozungumza wapo ndugu zetu wapo wapi huko kwenye maonyesho Pemba. Watu wa shirika wanatangaza. Lakini kubwa ilikuwa tunataka tutoe elimu kwa wananchi. Na tunategemea kutokana na program na ratiba ambavyo tumeipanga, basi elimu hiyo itafika vizuri. Na tumejaribu kuandaa vitu tofauti. Kutakuwa kama hivyo alivyosema, kuna usafi wa maeneo yetu, kuna makongamano, kuna warsha, kuna mikutano, kuna namna ya kuhamasisha watu kwenda kujisajili na mambo mengine. Lakini kuna maeneo ya utambuzi ambayo tayari tumeshafanya mazoezi. Tutafanya mazoezi ya kugawa hati ili kuona kwamba serikali yao inafanya kazi vizuri. Na tayari tumeshakamilisha baadhi ya maeneo Unguja na Pemba tunaenda kutoa hati.
Kwa hiyo kubwa ni message. Vipi namna ya kuweza kwenda kufuata taratibu za umiliki lakini na usajili wa ardhi pamoja na makazi yetu. Sawa. Sasa tukitazama katika kuanzia hapa tarehe 19 mpaka kufikia tarehe 24, umetueleza mambo mengi. Kuna zoezi la usafi, kuna mazoezi hayo ya kugawa hati. Hati hizo zinagaiwa kwa mujibu wa utambuzi ulipofanyika na maeneo husika, na tutarajie tarehe ngapi ili tuwatangazie wananchi mapema hapa? Kwanza tuseme kwamba hati hizo zitakuwa ni za utambuzi. Na bahati nzuri utaratibu wa utambuzi, manake lazima kuna maeneo maalumu ambayo yalitangazwa na wizara kupitia waziri na yakafanyiwa kazi, na bahati nzuri kwenye hizo sheria ambazo tumezitangaza utambuzi wake unafanywa kwa haraka zaidi, manake ndani ya miezi mitatu basi mambo yanaenda. Na kwa Unguja na Pemba kama nilivyosema, tarehe 20 tutakuwa tuko Pemba, lakini tarehe 20 hiyo hiyo tutakuwa tupo Unguja, na 21 tutaenda kumalizia Unguja pia. Kwa hiyo huku wakati Pemba mambo yanafanyika, tutakuwa tupo pale Machomane na kaskazini huku, sijui kunaitwaje, jina limesahau kidogo, lakini huku Unguja kutakuwa kuna Makunduchi lakini na Maungani. Kwa hiyo kwenye hayo maeneo mambo hayo au utambuzi utakuwa umeshakamilika, na wananchi wetu tutawakabidhi hati kwa ajili ya matumizi mengine yale ambayo yanaweza kuwapa fursa kiuchumi na mambo mengine. Nani anaruhusiwa kushiriki pia katika ufunguzi wa wiki yenyewe ambayo tunatarajia mgeni rasmi atakuwa ni makamu wa pili? Wananchi wote. Na atajifunza nini au atapata nini huko akishiriki? Wananchi wote, kwa sababu kama nilivyosema ardhi imekusanya maisha ya watu. Ukizungumza ardhi maana yake umegusa maisha ya watu. Na kama tulivyosema watu tupo wengi, na ukifuatilia juzi tu tumetoka kwenye sensa 2022 ile imetuonyesha kwamba namba yetu ni kubwa na tunaongezeka, lakini ukirudi kwenye historia ardhi manake haiongezeki. Ardhi ipo hivyo hivyo. Idadi inaongezeka. Idadi ya watu inaongezeka. Zamani katika sensa za awali tunaambiwa mlikuwa 500,000, lakini sasa hivi kuna 1,800,000 nao. Manake unaona kwamba tunaongezeka kwa kasi kubwa zaidi. Na sisi ardhi yetu bahati nzuri haiongezeki. Ipo hivyo hivyo. Kwa hiyo kadri ambavyo siku tunaongezeka sisi, ardhi yetu ndio inazidi kuwa ndogo. Kwa hiyo nini tufanye? Tunaenda kuwapa uelewa wananchi wetu namna ya kuweza kuitumia vizuri ardhi yetu. Rasilimali hii ni ndogo, basi hiyo ndogo ambayo tuko nayo tuweze kugawana vizuri, tuipange, tuisajili na tuifanyie marekebisho pale tutapohisi pana kasoro. Tuna kauli mbiu? Tunayo. Inasemaje? Ardhi, matumizi ya ardhi ni chachu ya maendeleo. Hiyo ndio kauli mbiu yetu kwenye wiki yetu ya ardhi. Sasa katika hii kauli mbiu, ujumbe huu wa matumizi ya ardhi, tafsiri yake hasa ndani kuna nini, ili tupate ule uelewa wa kina? Matumizi bora ya ardhi manake ndio hiyo tunachokwenda kuzungumza. Manake ardhi yetu kwanza iwe imepangwa, imesajiliwa na imetambulika. Ndio maana hata kwenye mpango wa wizara nimetaka kukuambia hili pia. Kuna miradi pia tutaenda kuzindua pale, tutaenda kuwaelewesha wananchi, kwa sababu tayari tumeshaanza process za kufanya huo mradi mkubwa ambao utaenda kuisajili ardhi yote ya Zanzibar, unaitwa LARIS, ambao huo tayari umeshaanza kufanywa process na hivi karibuni umeshakuwa umeanza kufanywa. Kwa hiyo tupo kwenye process, tukikamilisha tu hizi hatua za awali basi tutakwenda kuipima na kuisajili ardhi yetu yote ya Zanzibar. Na tunategemea mwezi huu wa 6 kuanza kuenda kwenye baadhi ya vituo ili kuanza kufanya kazi zetu. Wasiwasi wangu ni kwamba kuna baadhi ya maeneo naweza kusema ni mazito sana. Hasa unapotaka kutengeneza haiba. Tunatamani Zanzibar yetu iwe na haiba nzuri sana. Maeneo yatambulike, ile eneo la uwekezaji, ile eneo kwa ajili ya makazi, ile eneo kwa ajili ya kilimo. Lakini kuna baadhi ya maeneo tayari watu wameshaanzisha makazi, lakini ukitazama tu kwa taswira ya haraka unaweza kusema hapa yameanzishwa makazi, lakini
mpangilio wake si mzuri, hakuna mpangilio wenyewe wa makazi, na pengine ardhi hiyo kutokana na hali yake ilivyo ya majimaji si rafiki sana kwa makazi. Tunapoangalia kwenye kuanzisha hii miradi, maeneo kama haya yanatupa ugumu kiasi gani katika kuyatazama, na lini tutayafikia ili kuyaweka sawa? Hiyo ni changamoto kiukweli, na bahati nzuri au sijui niseme bahati mbaya kwamba wananchi wetu ndio haya tunaosema wameshindwa kupata uelewa wa namna bora ya kuweza kupanga na kutumia, kwa sababu sisi serikali jukumu letu ni kupanga. Ndiyo. Lakini matumizi wanayo wananchi. Kwa namna vile ambavyo tumepanga sisi ndio namna ya kuweza kuwaelekeza wananchi wetu waweze kutumia, lakini kupitia hilo tumeona kwamba itakuwa changamoto sana kwa maeneo haya ya mjini. Na kwenye maeneo ya mjini kuna mradi maalumu, ule mradi wa Big C ambao ule utaenda kuframe mji vizuri ili uonekane na mazingira mazuri na vitu vingine. Lakini huu mradi wetu tunaenda kuangalia kwenye yale maeneo ambayo sasa hivi ndio miji inaenda kukua. Kwa hiyo kule ndio tutaanza kukuwahi mwanzoni ili na kule nako kusije kukavamiwa kukaja na matumizi mengine. Lakini kwenye mpango huo pia tumewashirikisha wakuu wetu wa mikoa pamoja na wilaya, kwa sababu sisi jukumu letu kupanga, lakini matumizi lazima kuwe kuna watu ambao wanaweza kutusaidia kumoniti pale ambapo tumepapanga na namna nzuri ambayo tumeiweka kwa ajili ya matumizi. Na kwa taswira hiyo ni kwamba inaendana na kauli ya Mheshimiwa Rais ajayo, ni neema tupu au neema zaidi. Maana neema tayari tumeshaziona, basi ni zaidi. Mimi ni kushukuru sana Naibu Waziri Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi, Mheshimiwa Salha Mohamed Mwinjuma, na tutakualika kwa mara nyingine ili tuendelee kufahamu mambo mengi zaidi. Itoshe tu kusema ujumbe umetufika, na tarehe 19 tutashiriki pamoja katika hayo ili tuendelee kujifunza zaidi. Nakushukuru, lakini pia nitoe wito kwa wananchi mbalimbali ambao wanatufuatilia wajichomoze kwa wingi, waje kuona, waje kubeba message, waje kuwa mabalozi wazuri pale watakaporudi kwenye maeneo yao. Nikushukuru sana. Nakushukuru pia. Na mtazamaji, tumekamilisha katika hatua hii. Kumbuka tulikuwa tunaangaza kuhusu wiki ya ardhi na makazi, na tuliyezungumza naye ni Naibu Waziri kutoka Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi, Mheshimiwa Salha Mohamed Mwinjuma. Ametujuza mengi hapa, ikiwemo wiki hii ya ardhi, mambo yatakayofanyika. Ni muhimu sana na ni busara kujitokeza ili kujifunza zaidi kulingana na yale yatakayotolewa kwa niaba yetu. Kwa niaba ya wote tunakushukuru sana. Mimi ni Ali Kinasa, tumeongozwa na Mwanahamis Sosi. Katika wakati huu hatuna la ziada, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea kutoka ZBC, ikiwemo taarifa habari muda mfupi kutoka sasa.